kisiasa, ni mkutano wa habari njema. Habari njema ambazo zinahubiriwa katika ulimwengu mzima. Amen. Na zipo habari nyingi ambazo zinatangazwa ulimwenguni. Amen. Jioni ya leo watu wako kwenye mambo yao, kwenye starehe mbalimbali. Wapo kwenye majumba ya starehe. Lakini kwa neema ya Mungu na uweza wake, leo tumefika jioni ya leo katika viwanja hivi vya Mti wa Matai, kijiji cha Samaria, wilaya ya Kalambo, wilaya mpya ambayo ina mambo yake mapya. Lakini katika neno la Mungu, Biblia inasema wakati ule Yesu alipokuwa amekufa na kufufuka, akawatokea wale wanafunzi, lakini baadhi yao walikuwa na shaka, wakashindwa kuamini walipoambiwa kwamba Yesu aliyesulubiwa na kufa amefufuka, yule mwanaume simba wa kabila la Yuda. Baada ya kupelekewa ile habari, baadhi yao wanafunzi na watu wengine, Biblia inasema wakuamini, walikuwa na shaka ndani ya mioyo yao. Yesu akasema atawakemea kwa kutokuamini kwao. Lakini hizi habari zimekuja, Yesu aliyekufa huko zama nyingi karne iliyopita, lakini habari zake leo zinaenea ulimwenguni kote. Na ndio maana akasema enendeni ulimwenguni kote, akawampia mitume, enendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Amini na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na waaminio. Haleluya, amen. Ninasema Bwana atalithibitisha lile neno kwa ishara na miujiza. Atalithibitisha lile neno kwa ishara na miujiza. Atuhubiri dini ya mtu, atuhubiri warembo, atuhubiri starehe, atuhubiri magorofa, atutaji hayo. Tunataja jina la Yesu. Jina lisikalo majina yote katika ulimwengu mzima. Ukienda China unamtaja yeye, ukienda Marekani unamtaja yeye, ukienda Ujerumani unamtaja yeye. Yeye ndiye tunayemhubiri jioni ya leo. Yesu mwokozi wa ulimwengu, Yesu aliyeshuka duniani, Yesu aliyekuja hapa kwa mfano wa mwanadamu, lakini ndani alikuwa ni Mungu. Ndio ameagiza kwamba nendeni ulimwenguni kote. Kwa hiyo hata kama ukiwa kwenye mti, Injili inahubiriwa. Hata kama uko kwenye starehe, Injili inahubiriwa. Uwe unasafiri, Injili inahubiriwa. Wala neno la Mungu ni popote pale, halina kizuizi. Ukilizuia unaondoka wewe, ukizuia wewe unaondoka. Herode alizuia kwamba Yesu wewe, lakini Yesu alikuwepo na atakaye kuwepo. Na ndiyo hiyo tunahubiri katika viwanja vya Santa. Na ndiyo tunahubiri katika Mti wa Matai kwamba Yesu ni mwokozi wa ulimwengu. Ni Yesu aliyekuja, ni Yesu aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako, ili wewe usihangaike. Anasema alikuja kuchukua dhambi na upaya wa kila namna, ili wewe unayeteseka, ili wewe unayeteswa na shetani upate kufunguliwa. Na kwa kupigwa kwake ulimwengu unapona, magonjwa yanapona, watu wanapona, wanaotukana wanapona. Kazi yake ni kuondoa kiu ya mabaya yote. Umekwenda uko na uko, umekula vyakula vingi, bado hujapata nafasi, usiulize duka lolote sabuni ya kuosha dhambi, usiulize duka lolote. Nenda msalabani Yesu alipotundika, ile damu ya Yesu Kristo inasafisha ulimwengu mzima, inasafisha makabila yote, Yesu kwa mataifa yote, Yesu kwa ulimwengu mzima, Yesu kwa dunia yote. Ndiye tunamtaja katika jioni ya leo, katika viwanja hivi. Tumekuletea habari njema. Kuna habari mbaya, kuna habari za kutisha, kuna habari za kutatanisha, lakini habari
habari njema. Si habari za magazetini. Ni habari za uhakika. Ni habari za kupona. Ni habari za kusamehewa. Ni habari ambazo ukizipokea leo unafunguliwa mara moja. Unaachiwa huru. Unakuwa mwana wa ufalme. Sana usiharibika. Unakashona suti ya milioni 100. Ikachuja. Ukashona vitu vingine. Ikachuja. Lakini neno la Mungu ni halisi. Wewe unasema mambo yote yatapita. Walembo watapita. Wasuli watapita. Wenye majina ya wasuli watapita. Wenye pesa watapita. Lakini neno litasimama. Na ndio maana hata siku leo watapita kufa. Wanasema Mungu nilinde kaburi lake msuli malieta. Kwa sababu walijua ni Mkristo. Alikuwa anataja jina hili. Lakini tiketi ya kwenda mbinguni ni pale kumkiri Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha. Kwa maana ametuagiza popote pale kwamba nendeni mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Amini na kubatizwa. Amini leo. Haleluya. Maana kwa moyo mtu amini atakupata haki. Na kwa kinywa ukiri atakupata wokovu. Usitegemee siku umekufa. Ndipo nasema tumsalie Marieta. Tumsalie Petro. Tumsalie Stefano. Muda za kuonesha. Nafasi ipo leo. Muda ni leo. Kesho hujui. Umepanda mipango lakini kesho hujui. Umeweka programu kesho hujui. Umeweka mambo yako vizuri. Umeweka na nguo zako kwenye pegi nzuri. Lakini kesho hujui. Tunakuambia na ujue kesho leo. Wewe ndio tunamhubiri hapa. Kesho hujui. Hata kama ungepanga vizuri. Utengeneze vizuri. Uweke mambo yako vizuri. Usungumuze vizuri. Uwe kijana wenye maneno mengi. Lakini Yesu, tunataka tukuletea habari njema za Yesu. Kwamba Yesu mtie anaweza kukupumzisha. Umechoka mambo mengi. Lakini wa Yesu